Sultana. Sultana. Salamu alaykum. Sista, huyu anafuata nini? Unafuata nini hapa wewe jamani? Wewe unakuja kufanya nini hapa jamani? Bila haya wala unafika hapa na unakaleka kabisa kwetu. Issue iko so different. Si shaka kukumba je. Issue iko very serious, please. Basi nini sister? Sikiliza, hapa sio sasa kuweka things personal. Achana na hisia. Mimi sasa tumewaita, kuna reason for everything. Dada anajua. Fani unakuja na hili. Utaelewa kila kitu, okay? Just relax. Just relax. Calm. Karibuni ndani. Mstari. Simama. Simama idada. Ona simama wewe. Simama. Mama twende acha tuko huko. Ona simama. Simama. Wewe unamrekesea. Karibu come inside. Come Yeah, inside. Sultana. Mama, tumemkosa kweli, amekimbia. Na kibaya zaidi, mnamtorosha ni jamaa. kinza ya janyira jamaa. Haiwezekani, haiwezekani. Nikikunda mwaronde Yenda mtorosha. jamaa. Wako nakimbia pamoja. Jamari kuiwache kabisa. Ananiumiza. Samani boss. Ndabahiga tu kinza ijangirije, tamtafuta mpaka Tutamaliza. ewana, mtachinja vitu yote, mtachinja watu yote ewana. Haiwezekani, haiwezekani. Haiwezekani, haiwezekani. Kiza kabisa. Jamari waje kuchi nyuma kangeuka, ananigeuka mtoto mwenye limisi kizalia mimi mwenyewe. Ndamaliza watu, ndamaliza watu, ndamaliza watu. Samani boss, samani. Sultana. Najua tu kushimama. Karibu. Just sit down. Sure. Asante sana kabisa. Hakuna siku ambayo nilikuwa naisubiri kama hii. Yes, don't worry. So I think don't worry. Let's all wait for Auntie. Sultana aje. Like tutaeleza kama tunaendelea hapa.
Anyway, karibu na wasubiria. Kinza, sit down. Asma, please. Basi, sit Pole. down. Calm down. Nitaelewa kila kitu. Unaangalia kule. Geuza kichwa. Unajificha sasa hivi. Mdogo, mama. Fuata mtoto mdogo. Mama. Our mother, right? Nakupenda basi wewe ndio mtoto wangu. La, mnafiki mkubwa. Ona sura yake. She's a murderer, right? Muuaji. Angalia kwanza. Mbona unajifanya kama uone? Leo siku yako imeenea tena. Leo Mimi si kisuma ya kui. Yaani picha binadamu, picha binadamu lakini ugani. Tazama uishi na mnyama. Huyu sio binadamu. Mwema, karibu Badra. Ndakwa mama bora. Karibu Badra. Nakupenda Badra. Maneno tu anajua kuongea lakini kutimiza ndio shida. Nimekuja hapa kuinvestigate murder baba yangu. She knows everything from A to Z. anajua kila kitu huyu. Anajua baba kisha ndio huyu. Yaani nataka hata mtu anipe kabisa ni mnyonge. Nimueleweshe vizuri. Nilikuwa na uzi ningemchinja. Don't worry guys. Kwa mwanzo tu wakogwa na huyu yumo kabisa. Sana kana tetemeka. Anajifanyisha tu huyu. Mama. Unasikia komedi. Mama. Anasikia baba. Mama. Yaani wewe Unadhani dukani. unajifanya hivyo wewe. Uzichabizi kwa. Ni vitu gani? Yaani najisikia hata nikinyonge. Eva sijui kufanya nini. Don't worry. Kwa God aisha. Na sura upande anga Yaani adhabu yake anafaa kuchimbiwa shimo mzima haziko kabisa kama bado anaona. Yaani najisikia hata ni mnyonge kabisa maana huyu mtu sitaka hata kumuona mu macho yangu na nasikia kichefu. Sio tetemeka yake. Sura mpaka ana. Sultana. Mwanasheria huyu hapa anaitwa Kinza. Huyu ndiye ambaye alikuwa ananipa ujumbe wote kutoka kwa Mr. Amin. Amenisaidia sana mtoto mwanamke kiasi ambacho naona kama familia yangu kwa sasa nilikuwa sina mtu. Lakini kwa sababu yake tumepata ushahidi mwingi sana. Na huyu hapa anaitwa Jamal. Huyu sasa ndiye mtoto wa pekee wa huyo Mr. Amin, Chief Amin. Ambaye na yeye baada ya kufanya maovu lakini akaamua kumsaliti baba yake na kuleta ukweli kwenye sheria, akaona iko na kwenda kinyume. Labda mwenyewe ungeuliza kwa familia si mambo hivyo. Ngira mazina ya wewe useni. Ya jina langu ni Charanguzi. Charanguzi Kinza. Kinza. Wewe ndo Simama jamaa. Simama jamaa. Yaani zipi? Yani hatari kweli. Yena maramba mwaje ruko ni wasanike mbolera. Ngabo rero ibintu byahora biba kabisa. Ntivyari byoroshe. Ukuvuga yuko bosi wanje kwanza imbere ya byose je yatanguye kumpa amadiri ikiniki amara amadiri yo kuvuga yuko uvuga cyane ntugire ubwoba uvuga cyane wewe ngaho icabone. You are witness. Tegezwa kuvugisha ukuri uvuge byose uko byagenze kandi uvuge cyane ntutinye ikintu na kimwe. Okay. Hama atangura kumvira ibintu by'ubwicanyi mera nk'ushaka kubireka mugabo ndabona aranye mu maso yiwe ndabona ati ko yamaze kumbwira ibanga ryiwe nkanka nanje bashobora guca bangirira nabi. Sando hivyo nikaona kama nikikataa kukubali hiyo masharti yao lakini sikutaka nini. Ni kwa jua alikuwa ananiogopesha. Akaanza kuniambia wewe uchukue sumu sivyo mtilie mchai ule na nini ule mzee mzee adili umpe sumu. Nikaona kabisa hivi vitu kwa ananifanyia sio vizuri. Nikaona mimi kabisa nifanye hivi vitu lakini kwa juu ya kijicho cha bosi wangu na nishajua siri yao nikikatala na nimata niua sinajua siri yake kabisa nichukua ile sumu lakini natetemeka kabisa nikatia mwaile na nini lakini mimi sikutaka tu ni vile tu alikuwa ananiforce ndio hivyo yani mimi kabisa na yani sisikii wewe ndio alikupa sumu ukaweka lakini sikutaka tu yeye alikuwa ananiambia utie kabisa alikutisha yanitisha huyu ni mtoto wake nilikuwa namwambia bwana baba yako angalia hivi angalia matendo yake ni mabaya angalia hivi nilipo na yeye nyuma alikuwa ananiamini kidogo lakini kwa jumla nakwambia ule baba
Amir bosi Amir ndo mtu mbaya ndo alioa huyu papa wa hii nyumba ndo alimuoa kabisa. Na huyu mke wake huyu mama huyu naona huyu ndo alikuwa ni habara yake. Sasa alikuwa anakuja msalo wanaongea vitu ya mapenzi, wanaongea na gisi wataua huyu baba hapa, gisi watatengeneza yani nikwambia ni uchafu tu kabisa. Wewe ulimuona? Uliwahi kumuona? Alikuwa anakuja nyumbani wanaongea na bosi wangu. Ulimuona kwa macho yako? Nilimuona kwa macho yangu, nilikuwa nawachungulia, nilikuwa nawaona. Lakini wao wakujua kama nilikuwa namuona. Alikuwa anakuja kila siku, alikuwa kwanza anaenda kinyume ya ndoa ya mume wake hapa. Ndio akasikuwa namuona nyumbani. Sikuwa namuona sana mimi ndio natumika nyumbani. Ni huyu. Huyu. Tazama huko. Ravino. Huyu kabisa. Ni huyu nini? Ndio alikuwa anapanga mipango yote, huyu anaijua. Alikuwa anapanga na bosi wangu. Ndio sasa alimo huyu nikamwambia alikuwa anabisha na huyu dada sikuwa nakwambia kwanza mwanzo. Eti wewe unajichunga nzanda vugira igano hija ukuntumisha kugira iki ugarura ubwenge iki kubera ibintu byose nibona era amagabyo mbonye azenda ndamutelefona ndamubwira bibana bimeze gutya ku telefone, lakini kwa namwambia usiseme kama ni mimi, lakini kila kitu nilikuwa namwambia leo na leo amekuja hapa umefanya hivi na hivi, wako naongea hivi na hivi, nilikuwa namwambia. Sawa, nakuzi. Jamali. Naam. Usiguri. Mambo yalikuwaje? Haya anasema huyu. Anasema kabisa mkuja na kijana kuliko uzuri. Ni kweli ambayo usiokuwa na shaka ndani yake. Mimi kweli hapa mbona nazungumza naye kabisa. Ndio maana wewe wa maraso. Kana kisedu amaron ukineki. So in the beginning baba mambo yameshika mchana. Ila sana kwa kwanza wanadili mambo yao. Na huyo mnafiki nyoka mwanamke ambaye amekaa mbele yetu. Sana ambayo alikuwa alishirikisha sana ilikuwa ni huyu. Sasa mwisho mimi alikuja kunishirikisha wakati alipotaka usaidizi wangu kupitia Basma. Tulikuwa na uhusiano wetu kwanza ilikuwa kama siri la wao hawakujua. Sasa mpaka mwisho wakaanza kuniingiza gisi, yani inaanza nikamfeki huyo ili mambo yao yaweje yafanikiwe zaidi. Ila sasa inaanza kupata mashaka. Huyu ilikuwa kama as you know vijana tutakuwa kuna mambo yetu, kwanza ratiba za shule, lazima uende kwa haya kwa yale. So lakini huyu alikuwa ana need sana time to talk to me, but me I was very busy mambo yangu. Siku alipopata chance mimi nilikuwa nataka kumshtukia mwanamke. Naona kama there is something wrong. Alafu kitu ambacho kilichonipa kabisa mashaka between her and your father. Between her and my father. Okay. So first inaweza kupata mashaka zaidi kwa sababu baba yangu na baba yao wao walikuwa very close. Walikuwa marafiki kabisa. Yaani walikuwa rafiki kama ndugu. Lakini nishangaa sana kushtuka wakati wa kifo cha rafiki yake kama ndugu. Ila ananipa habari kama mtu mwenye haimshtui kama mimi nilivyokuwa nachukulia. You get my point? Yeah. So alafu nikawa naona huyu wakati Mungu nyumbani. Sasa wakati nilipopata good time kutoka to Kenzo hapa, ndio nikaanza kuyafuatilia. Ila nikaanza kupata full picture. Nikaja sasa ku-add wakati issues ya kuwa nanipa ya kumfake Basma, nimuonesha fake love ili tuweze kufanya nini? Kuganye. Urithi huyo. Ndio siku ya siku mimi mwenyewe babangu mzazi aliniweka chini. Nikajaribu kumshauri kama mwanae, nikamwambia kumbuka sisi ni Waislamu. What's Islam say about this one? Ila nimeshika mimi mtoto mdogo na ndio anafaa kunikatia njia. Niona kama ndio anaanza kwenda out of the point. Nikamwacha heshima mapenzi na mzee wangu na nikalazimika kufanya hayo. Ila mwenyewe kabisa nimelazimika. But the end of the day nikakaa nikasema ambaye anayeshirikiana na mwizi na pia kwa mwizi ambaye shirikiana na muuaji na yeye pia mmoja ni hivi kabisa. Nilishoboka. Ndio mashanse tunavuga na nsukana. Tukapanga tulosi mkoga huyo na mazibisi arimbohe. Arimbohe. Yari yafunze. Yari gobani kwa babu kana na buri gihe namo cyangwa gutoka kugira nze vuga kuri bakabirwa bampiye mu nzu kila siku ananikamata. Ni mtoto wa Kiislamu na hiyo ndio point sana ambayo iligusa na kunitouch kwanza moyoni huyu hali anayopitia yemo. Na point ambazo wanazidi kupanga kabisa. So tukasema afadhali tusipowahi na kulizuia bado mapema. Mambo yanaweza kawa marefu zaidi na sisi ndio ndio bebe tukahusika. So but mimi mwenyewe ndio mtoto wake kabisa damu, lakini babangu mzazi
na mwanamke huyo ndio alishiriki kabisa kifo cha mzee. Sasa yote hayo 9, mwisho wa maneno nitaheruza. Dr. Anas, when ini barua hii, what is this? Let's talk about kifo cha mzee marehemu. Barua kabisa inaonyesha yuko umugenzi atishwe n'indwara yose ariko yishwe n'ishamba. Ingegata ibintu rero mbona bikomeye kuko iyi deja iyi c'est une pièce à conviction. Huyu ni ushahidi tosha, tena huyu ni ushahidi ambao moja kwa moja haupiti huku wala huku. Kweli kabisa. Kisheria mtu akishaandika na akaweka moja kwa moja, haya yanakusanywa, yanawekwa kama vile ushahidi wa kuweza kumpeleka huyu mwanamke jela. Huyo kabisa. Huyu. Maana wewe. Ili pengine investigation sawa yaendelee na ankete na nini, kwanza huyu mwanamke anapaswa kuwa mimi naona ngenyonga kweli. Hapana. Sheria. Muache tu. Sheria. Mpige makofi. Hapana. Sheria haiwaruhusu kumpiga wala hatuwezi tukamkatia kifungo. Nashukuru sana. Kwanza wewe unasababisha hatuwezi kumkatia kifungo cha kunyongwa. Mama wako analinda hanguli mwijanzu. Huyu mwanamke mimi ninavyoona sawa na uwezo ambao ninao kimamlaka na sheria inaniruhusu kwa makosa ambayo nimeyasikia, kabla ya kuendelea kwanza na uchunguzi na mengineyo, huyu lazima awe paroni. Kumtoa mweke kwanza ndani, asiwe nje. Tulikupa witness. This is what we are going to do. Is it enough kumweka ndani? This is what we are going to do. Yes. We want to take her. Ila mimi ningesaidia kupiga kofi mwanamke. Hapana. Kaka yangu wewe. Hapana. Unaniona kaka yangu wewe? Ushawi wewe. Usimpigi kofi wala usimfanye chochote. Yeye ndo alileta utaona na bosi wangu huyo. Sheria itachukua mkondo wake. Ichukue mkondo wake. Acha tupeleke kwa njia ya kisheria, tupeleke kwa njia ya katiba. Mwisho wako ni nini? Mwisho wako ni nini leo? Unaenda jela ndani kidogo. Unaona jela hai huyo angeuawa na wewe uwe muuaji. Hapana. Mwisho wako wiche. Wewe ni mgoli wa acha kwa ndawe kwa mchumba banzirikire yoyo. Kumenisha n'ujya umugore. Reka ndamufate. Telefone polisi. Polisi baze bamfashe tugende tumutwaye. Bye. Yani bamutwara bamwelele. Nikupeleke America. You want to go America? Mdogo niambie nikusaidie. Nipeleke America. Twende. Sasa before alikuwa jana beg, she wants to run away. Sasa tukamkamata, just go inside. Lala alikuwa anajisha asifanye. Wewe baki chumbani. Nilikuwa nikikwambia kila siku huyu mama yako ndio mshawi huyu. Sasa huyo hamkumjua mapema ningemjua ningemua peke yake kwa mkono wangu kabisa, sina sikia hasira naye. Kama wangu alikuwa kila siku ananiambia mimi yule mwanamke ananishinda, anapata taabu, sina gisi. Kumbe nilikuwa nataka kumuua na kumaliza. Kwa hivyo napata taabu, alikuwa na habari yake bana bosi wangu. Mwanamke mzuri alafu Simama toka chini. Simama wewe mwanasheria anakuambia. Hapo kama wewe. Bosi wangu. Haiwezekani. Najua kwa nini wanigeze kwa haiwezekani. Open the door. Basma, wewe ulikuwa hujui unachokifanya. Ila leo Jamali ametuonesha mapenzi ya dhati. Amemsaliti baba yake sababu yako. Amekuja kutoa ushahidi. Sawa? Kwa hiyo mimi kama shangazi yako nimewaridhia na niko tayari kuwafanyisha harusi. Kila kitu. Yaani hata babaka kimwona kwa sasa ni kifo. Ni adui wa baba yake. Kwa hiyo napenda mrudi kama mlivyokuwa. Hebu njoo karibu Jamali.
Yaani mimi huyu mtoto mwanamke cheka sasa. hebu tabasamu bana. Hakika. Kwa naomba nitumie fursa hii. Samahani kidogo. Katika uchunguzi kidogo nimesahau swali hapa. Huyu Chief Amir. Hamwezi kujua habari yake yote. Chief Amir. Ile address tumekupa nyumbani kwake, ila sijui kama yuko kwake, sijui ipi, lakini hajajua kama Hajasema anapenda kwenda. Kabisa. Leo siku ya 3 but Haonekani? huyo ndio ufunguo. Huyo anajua kila kitu. Tutadeal na huyu. Mwenyewe huyo ambaye umeenda kabisa huyo hawala. Na huyo anajua habari zake. Huyo anajua mimi lakini kabisa hatujui. Hamjui chochote. Basi yeye anajua kila kitu. basi piga naye huyu atakupa Unaingiza huyo kabisa mpaka useme ukweli. nasikia naona simu zao za Sasa hivi sasa wanaona huyo kitoroka ndio dunia. Hawezi kutoroka niamini. Sawa. Bwana nataka radhi basi. Lakini mimi ningelazimika. Yule alikuwa ni mzazi wangu. Nilikuwa siko tayari kupoteza radhi yake ama furaha yake. Ila mwisho wa siku that's why nimefanya hivi. Nasema leo hiyo. Hadi zangu bado zile zile. Shahidi yako moyo wangu. jamani. Basi my gift sasa. That's mine. Good. Wai kuna mwambia. Basi sasa Sultana.